We are stress-free girls, baby. Ati nini kubabu wewe? Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Daweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Kama ni urogi, ama ni Saitani alikujia pesa yake. Kianza kupu macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana tu. Wewe unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Sasa Kagure yako wapi? Joy yako wapi? Gasharu yako wapi? Imagine mtoto wa Kagure amesoma bila kulipia shule hata siku moja. Uchawi ama miujiza? Huyo mama alikufa kifo cha uchungu sana. Hakuna kitu inaniudhi kama huyo kijana. Wewe toka hapa, uko na wazimu hiyo kichwa yako. Na kuna mambo nimeishi kusema hapa na hamuongeangi. Sema ni nani hajalipa kwa sababu kwanza wewe wacha mdomo. Alikuwa amekatia huyu msichana na msichana amemkataa. Huko ndani kuna wasichana wanatingika. Ni mtego wa panya ushika walio na wasio kuemo. Yeah. Next time ukikuja usituletee mdomo hapa. Kama msichana mwingine wa kazi alikuwa ameajiriwa boma mzuri sana. Na kulikuwa na katoto. Alikuwa nakatunza vizuri. Katoto kalikuwa kamempenda. Hata huyo mama alikuwa mtafu sana tu. Lakini akikuja akaona venye amepanga hiyo nyumba, amefanya mambo mazuri, hakukuwa na lakini mwacha afanye kitu baya. So siku moja msichana akiosha kibuyu anguka. Ramos. Akajua sasa hii ni mimi kuuliwa. Hey, tutafanya aje? Hii nitalipi. Si unajua kuna nitalipishwa. Hiyo nakatagwa kwa sana. Hata mimi ninaweza fanya hivyo. Jua nakuaga na roho mbaya sana hata hawa si. Hiyo ni mikosi. Mikosi gani? Unamkata mikosi. Wengine ni kuzoea. Ni kutaka kukumalizia vyombo. Yes. Haya, so akajua sasa mimi hapa hii mshahara haiwezi tosa hii kibuyu. Ilikuwa kikumbwa, sisi kilikuwa kimetoka na huko nje. Kilikuwa kiko imported. Yani kibuyu unaweka chai moto nusu na chai baridi. Na chai na moto kilikuwa kinagawanya. So it's an expensive thermos. Yes. Kukunja huyo bibi akamuuliza, yani nikuua kunipasulia kinini ya kupasua ni kuni, ni kuvuja silivyojika ikapata. Sasa ni gani nzuri yeyote bwana tuashika venye unasema. So akamuuliza, geke unauali univujie pesa hizo hii ya 30,000. Sasa hii ameipatisha bei. Hii utalipa mpaka uende mpaka azeeke. Mpaka azeeke au akilipa. Naye akamjua sasa. Sijui mimi nitafanya aje. Akaambia huyo bibi yake. Akamwambia pole, lakini kuna kitu mimi nataka kukuambia. Niko na miba na ni bwana yako. Sijui sasa mimba ndio kufanya udaru. So bibi yake sasa akili katoka kwa kibesikia ni bwana yake. Ati unasema aje? Na mimi sina shida ya kuenda, hebu niende hata kama utakaa na hiyo mshahara yangu. Akamwambia hapana, mshahara nitakupatia. Utakaa hapa mpaka huyo mzee akuje niambie hizo mimba zenu na yeye ziko aje. Atanipata. Huyo mama anakaa kumgonga. Na ni anakaa. So si amegongwa sasa penye hangetaka kugongwa babaya. Kuisha maneno. Haya, huyo nani akasema basi nitangojea. Akaenda bedroom. Akaenda akapaki vitu zake, akatokea nyuma, akaenda. Haya. Sasa msichana wa kazi. Yes. Akojei baba wa nyumba. Akojei.
baba nyumba kukunja, anaambiwa hakuna kitu kingine unajua ni kupatika sasa umemaliza huko nje, umekuja mpaka kwa nyumba angaike embu apelekane. Bwana yake kamwambia mimi nimefanya aje? Ako wapi huyu msichana aniambie? Bibi kwenda hakuna msichana kwa nyumba ametoroka. Lakini after kukaa sana, unajua sasa huyo bibi atosheki. Sasa nyumba imeharibika kabisa. Huyo bwana akaulizia kwenye huyo msichana alikuwa ametoka kwa kila msichana. Ndio aende akaona hii mimba na akubali na akuwe kilia aelezwe na ajue ilikuwa aje how it was, kwa sababu yeye anajua ni clean. Akaenda akapata msichana. Kamuuliza, sasa nataka uniambie uliacha umeambia bibi yangu uko na mimba yangu, hebu nieleze. Kamwambia, wewe wakati nilifunja hiyo kidamos nilijua nisipodanganya ni prank huyu mama. Sitapata ije ya kutoka. Kumbe hakuna akamwambia mimi nitakubali tukienda tupime hiyo mimba. Akaenda akapimwa negative. Hakuna mimba. So huyo anatorokea huyo bwana akachukua hiyo kakaratasi akapelekea bibi, akamwambia ni uongo. Akamwambia hii umechora peke yako. Umetoa. No, hii ni wewe ako hapana, tulikuwa na huyo msichana. Nipeleke. Mbona unajua kwenye anaishi? Na maswali. Akamwambia kuja. Ingia hapa. Twende. Ati uliniambia aje? Mimi wakati niliona sitaweza kulipa hiyo thermos, nikatafuta kitu ile itamgonga kabisa. Ndio sasa nifanye nini? Niweze kutoroka. Na ndio that is why I could not have afforded to wait for the D, kwa sababu nilikuwa na dini innocent. So hata wakati alikuja nilimwambia hiyo story na tukaenda nikapi. Nakwambia mtoto wako akienda shule, ukiona ni kama ako na stress fulani, try to know what is happening. Kama mtoto kalikuwa kanaenda shule, kanakuja kakiwa stressed, hakataki kuenda shule, hataki nini. Lakini watoto wote wako hivyo. Sasa ina kwenda shule. Lakini ukiona amesisitiza sana, yani amezidi. Jua kwa nini? Jua ni mwalimu. Haya, sawa. Sasa hata venye kalikuwa kanasoma, unaona kana drop. So siku moja mama yake kamuuliza, "Ni nini baya mami?" Akaongei. Kumbe kamtoto nikanono. So kalikuwa kanaitwa na watoto wengine kanono, kapumpum, akakanini, kadudu. Yaani kama so nako kwa sababu kako hivyo, ni kama ukiniambia mimi ni mweusi, unanitukana na weusi na bado najua ni mweusi. Ma nicknames zingine baya. Na zile zinalingana na what you are. So katoto kakakuwa stressed. Mama yake akaona it is too much. Kakona stress. Kwa sababu sasa kusikia tikaenda shule kanaanguka. Yes, kuanguka. Ndio. Kanaanguka. Wakati kalipelekwa hospitali kakakufungukia daktari. Akakapembeleza daktari wa counseling. Akakapembeleza. Kakamwambia, unajua naenda shule, watu ananiita hivi majina kanono. Na vile mtu anaonekana kwa na katoto kanono ati amejua kumtambulisha. Ati wewe unafurahia lakini kenyewe kana safa. So sasa akadisclosia mama yake. Kwa nini haukuniambia mama? So mama yake ana feel baya kwa sababu hakuiaddress when it was supposed to be addressed. Na sasa imekuwa imekuwa disease sasa. So sasa ndio sasa alienda shule. Akauliza mwalimu, what is happening? Akaambiwa ni ukweli kanaitagwa hivyo,
lakini na kaliniambia siku moja kanaitwa hivyo na kataki, nikaambia class isiwe inamuita hivyo, lakini sikujua wali continue. So akakusema kwa akakusema. So hapo ndipo mama yake aliambia mwalimu, aka katoto hata mkikaona hivyo kuna condition kako nayo kwa mwili na tunaimanaging na nini na dawa. So hata kukaongeza story nyingine na stress nyingine ni kukamali. Na labda hata hii kukua mkubwa ni kwa sababu hizi dawa lazima akule. Yes. Akule ndio sasa so mama akasema nataka kwenda kwa class niongee na hao watoto. Wakaenda. Wakati kaliingia wakatoto wakache kama kawaida kama hivi. Hata akasikia kingine kamesema kapumpu. Akaambia watoto, huyu mtoto ameanza sasa kukua mgonjwa kwa sababu yenu. So ako na magonjwa mara ngapi? Mara 2. Nataka kuwaeleza ya kuwa huyu ako na ugonjwa wake tuna managing na pia ako na stress ya hiyo ugonjwa. Na sasa nyinyi mnakuja kumwambia ati yeye ni kapumpu anaongeza mulimo mara ngapi? So they were like shocked. Huyu wakasema hakukuwa wanajua hata inamuaffect hivyo, wakaregret na waka-apologize kwa wako kato na pia wakaka-embrace na wakaita hivyo. Right? So unaona sasa venye watu wanakosingi mambo zingine, ujui unaumiza mtu na unaendelea bado na labda unakanywa unakataa kusikia. Yes. Hata ukiona tabia hata kama ni ukiona mtoto na kashida kidogo, wazazi tusiignore. Unafuatilia sababu inaweza kuwa kubwa na iende out of place. Kwa chief kuna shida. Kwa chief kuna kuaga na usalama hata siku moja. Hapana, ile shida iko hata sio ya makesi. Sijui kama mnajuanga hiki kidudu kinakaanga pusi kinakuanga na macho kama ya mtu. Hiki kinaendanga butterfly. Hapana, kinaitwa all. Kinaitwa all ama kenundu. Unaikijua hikyo kiwol? Dai sasa buskia. Ujue hiyo kitu ikisikika kwa kijiji inakuanga ya mkosi ama kuna mtu atakufa kwa kijiji. Unajua hiyo worry imesubua kwa chief camp. Hata hakuna mtu ako na amani. Hata watu wa kijiji wote wanakaa na uoga. Sasa chief akachora, akasema hiki goja. Wewe siwe uko ni wana hapo kwa nini kwa chief? Unaisikiaga wewe? Mimi nilisikia ikilia siku 2. Usiku ama mchana. Inalianga usiku. Kuna kitu kama hiyo inatakaga unamwaga chumvi jikoni. Inawashwa inatoroka inaenda mahali kwingine. Wachani ujinga nendeni hiyo. Na unaona huyo anaitangwa mama Kamemia. Alisema ati watu wanunue ile chumvi ya 20 bob ati mumwaga kwa kwa makaa. Ukimwaga kwa nyumba yako itafikaje kwa hiyo na iko? Mimi sijui. Lakini ni ujinga mko nayo na utupe story nyingine kama uko nayo. Hiyo hakuna kitu hapo. Mimi nisikianga na kina shosho. Hizo wakati hata nilikuwa naona mama yangu akirusha ikilia kama ndio kitu nasema ikilia ama hapo mahali nalilia mnaenda mnakia hapo moto mnaweka hapo chuzwa na mawe. Hapana, sasa hiyo haifanya nini? Hiyo haiendi. Hata penye mnaifukuza sana mnapiga makelele ndio mnasikia inaruka kwa hii mti na mnaiona. Sasa mimi sijaiona. Ni sauti tu inasikika. Lakini chief kuna venye nilisikia akiambia wanakijiji leo asubuhi. Alisema hii kitu si ya kunyamazia. Vile atafanya atalala usiku nje. Hapo penye inasikikia sauti atalala hapo na panga. Sasa kuua itamaliza hiyo kitu. Tena anaweza ajikata. Kwa sababu siku kuwa hapa mkiambiwa, unajua nasikia hiyo kitu. Ukiona hiyo kitu kwako, tengeneza jeneza. Sasa hiyo kitu ndio chief alikuwa anasema hata chief atengeneze jeneza sasa. Anachimba kaburi. Hata kaburi atengeneze, si atengeneze jeneza akiwa amekikata kimekufa. Ni kinaitwa kiishi kia nini? Kiende na mtu na kikufe na mtu. Sasa chief akasema leo silali. Nitalala nje mpaka nikishike nikiue. Chief akaenda
Akuambia wanakijiji kwanza. Hata yeye juu ilikuwa inamsumbua sana na ujue ilikuwa inakaa kwake kwa compound. So kumaanisha hiyo compound yake ndio itakuwa na shida. Si ndio? Lakini nasikia ukiramba asali hata compound haiwezi karibia. Labda nikuachane na wewe. Chifu alisema atalala nje mpaka atege hiyo kitu. Chifu akaenda akajificha hapo chini ya mti na kipanga. Saa 4 ikafika ya usiku. Saa 5 ikafika. Saa 5:30 hicho kikitu kikaanza. Si chifu akaakisha torch. Gai kuangalia hata si kidudu ni mtu. Jana tufanya kidudu mrogi huyo. Chifu sema kumrushia panga na kutokelezea kuambia wanakijiji. Ni mtu anajulikana. Sasa atafanywa nini? Si ni mtu. Anajifanya mtu. Si mnamjua? Sasa sijui kama wanamjua, lakini chifu ndiye alimuona. Lakini sasa unaona hiyo ni kufanya mtu vibaya. Naye amechapwa kichapo ya umbwa. Kwa sababu sasa hata huyo chief amekuwa akifikiria kimambo kibaya itakutoka kwangu. Kweli ageua huyo. Sasa amefanyishwa, amejibu maswali, alikuwa anafanya hivyo ndio ifanyike nini? Sasa niliacha ameshikwa. Si lazima ajibu mashtaka. Amefanya hapana, hiyo kimtu kilikuwa kinajifanya wall. Haikuwa wall, ilikuwa mtu anajifanya kushout kama yenyewe. Unajua inalianga kama mtu. Tuseme tu alikuwa ameamua kusumbua kijiji. Kuna watoto wengine, mimi hata huwezi elewa mambo za Mungu. Kuna watoto wengine nao wanakufanga juu ya wazazi. Hawa wanasumbua wazazi juu wazazi wako na pesa. Hawa nao wenye hawana pesa wanafikiria beyond wenye wanao watasaidia wazazi. Hata uelewi na hii dunia. Ile kitu imenishangaza ni na shida yake. Unaona haka kasichana hapa juu kanaitwa kanini? Ukijua vile Mungu amekucha kwa hiyo boma, mimi hata mtashtuka. Juu mimi nilikaa chini nikafikiria. Nikajiuliza maswali, nikashindwa, kwani mambo ya Mungu nayo inaendanga aje? Unaona kanini alichaguliwa akakuwa secretary wa youth. Pale inaitwa sijui Mururaini SK. Na kanini akashikilia kanisa kabisa. Kanini si unajua tu familia yao si eti ni well up family. Wanakuanga tu na tumashida twingi. Kusoma kwa kanini? Kusoma kwa kanini? Kama mamake hajalimia kahawa ya wenyewe, hakuna school fees. Kama mamake hajafunga nguo, hakuna chakula. Unajua kuna siku nilisikia huyo mama ameteseka. Ate kuna mahali alienda akafanya kazi for a whole week. It is true. Bwana ya huyo mama alikuwa akuja amlipe kwa hiyo wiki. Wakati alikuja na makasiriko yake, akampiga mama kanini akasema ati yeye ndiye anasugua mama yake. Sasa kanini venye walienda hizi zinaitwa seminars za youth. Kanini hata sijui niseme nini. Unaona wale watu wanajitoleanga kwa nyumba ya Mungu. Kanini huwa anajiza. Hana sadaka, hana ya kutoa kwa youth, lakini mwili yake anaipeana kabisa. Ukienda kama kanisa inataka kupanguza viti, kanini alifika kitambo, amepanguza viti, kanini amefika kitambo, amechemshia wachungaji maji, amewaekea ndimu, amewapakia vitambaa za kanisa, kanini fua. Sisi kumoja wakaambiwa sasa sabuni ya kufua ni ile tu amepata na shida. Hapana, hizi kanisa kubwa MyCK, PCA wanakuanga wameprovide wewe ujitolee kusaidia. Kanini wakaambiwa wataenda trip ya youth. Kanini si unajua hata trip kwenda tu ni stress. Ni ile mshirika mmoja ahurumie kanini aseme mimi nimejitolea kusaidia kanini. Anamtolea pesa. Si anakuwa one of the wenye wanaenda. Kanini venye alienda hiyo unyenyekevu wake kujitolea kufanya nini? Huko nako venye alienda kijana mwingine tu hapo. Usi unajua kuna wenye wanatoka outside countries wanakuja kuongea na youth wa Kenya. Huyo jamaa alikuwa ametoka Nigeria. Akashindwa kasichana kanajitolea hivi na kako active. Na kako very active. Yani hakako smart vile, lakini ile mambo kanafanya hata wewe inaku attract. Si ya kujionyesha. Good. Huyo kijana akataka kujua kanini zaidi.
akaanza kumkaribia. Sasa si unajua mambo tu ya msichana utafikiria huyu naye anataka kunitoa kwa wema wa Mungu. Unaona? Sasa Kanini akakaa ni kama anaogopa huyu jamaa. Hai, sasa Kanini akashindwa na huyu jamaa venye ako interested ya kunijua kwani anataka nini? Kanini akasema iende ikawa. Si wakaongea. Wakaongea. Venye waliongea jamaa akasema angependa kukuja kuona kwa kina Kanini. Kanini akashindwa mwadhani. Huyu nitampeleka kweli. Watu sio cemented, ni kwa matope. Si nyumba unaona huko kwenye mnaendanga choo imewekwa hizi mavitu za mandizi. Mashoya. Kwa kina Kanini hiyo ndio mlango yao ya choo. Hai, Kanini hakukufa moyo. Akasema iende ikawa. Kama mbaya, kama nzuri pakwe rangi. Twende, wakaenda kwao. Na akakaa. Venye alienda akawerokamiwa na mama yake. Sasa nini apewe? Si apewe tu turungi. Venye tu wanakunywanga. Huyu jamaa akajirudia sana. Naye huyu jamaa alikuanga amechukuliwa akiwa street boy. Juu ya ile shida naye alikuwa amekula, kuna kitu alikuwa amepromise God. Akamwambia Mungu, mimi ile siku utanibariki, nitataka kulaise familia moja, niseme nikushukuru Mungu juu ya kwenye umenitoa. Unajua kijana alienda, akaambia mama Kanini atafute mahali anaweza wabaia shamba. Akabaia mama Kanini shamba, akawajengea, akafanish hiyo nyumba. Ikakuwa kama nyumba. Imagine na jamaa akarudi Nigeria. Hakuenda na Kanini? Hapana. Hakuna ati. Hapo ndipo nilikuwa napatia aende na Kanini. Nilikuwa nadhani He was just a helper. hakutoa kwa wema. Hapana. Hata sasa unajua sasa tunaongea kama hatujaokoa kama si wakina mama. So nasema hata Kanini anaweza uliza hiyo wema yote Huyu jamaa hakuwa after kuoa, hakuwa after mapenzi, alikuwa after kufanyia Mungu kitu tu moja Kama sadaka. kama kumtorea sadaka. Kama tukirudi hapo unajua wakati nawe una serve God in your own capacity. Mimi naambianga watu if God cannot trust you na kazi ile unafanya hata yako usingoje. Sasa Kanini ali outgrow ile ya church. Akaitoa tole kama akajitolea kama nguruwe na ngozi yake na Mungu akamfanya nini? Akambariki. So naye ikakuja hivyo. Kitu kingine, do the best mahali huko. Ndio God akublessie hapo. So if you give the best, God atakupatia the best. Sasa Kanini wameacha paradise. Na sio lazima usaidie pale una expect you get get back. No. Hiyo si kusaidia kutoka kwa Mungu. Sasa huyo jamaa alikuanga tu ana promise God. Anamwambia Mungu, juu ya vile umenisaidia Mungu, venye umenipitishia, nimesomeshwa na watu wa well wishers. Watu hata sijui. Na mimi Mungu ile tu siku utaniinua, hata mimi nitafanya jambo yenye itafanya hata ukiwa binguni uwe glorified. Hata kafanya hivyo na akarudi kwao. Mimi nawapatia tu ka story kadogo. Still regarding hiyo kupeana. Jana usiku kuna kipindi nilikuwa na watch ya kuna TV inaitwa PPP TV. So wako na kipindi inaitwa aje? Hii ya kupeana pesa. So mama fulani Glaboring inaitwa hizi za kusaidia. Okay, ni hizi za kubet. But zao wakipata wanapeana kwa wanyonge hivyo. So kuna mama alikuwa amekuja. Si unachagua tu box. Yeye ile ka box alikuwa manaye alikuwa na ilikuwa gift yake ilikuwa 100. So mimi nilikuwa naona siwende hapo kingine ni 100. So after unamaanisha 100 mia so moja na the next nini ilikuwa 100,000. So akakwambia hivi, unajua unafikirianga ukichange pengine utaenda kubaya. So alikuwa kwa hiyo. But now what I came to realize, hata wakati aliambiwa ati atapatiwa, so pia niliona ako chini. Lakini leta akaulizwa ati kwa nini ulikuwa unakuja kubet? I wanted to the money that I'll get to help a certain family. Imekuwa ikilala kwa madhaidhiro na wamekuwa wakiteswa. Na sasa
nilikuwa na nyumba yao ilikuwa imekwama for 2 years. Nilikuwa naomba Mungu anipatie pesa nikawajenge. Akaambiwa tunaenda huko tuone. You see the sacrifice that woman was getting. So si walienda. Kuenda walikuwa ile nyumba imesimama kwa miaka 2. Ni ya matope. Ndio stay there for 2 years haijamalizika. Inanyeshewa inaharibika side moja haijajama mabati na unasikia ni ya matope and for 2 years. Mjue kuna mahali kuna kuanga na poverty. Ati hiyo imekaa miaka 2. So wakaenda wakawekewa milango wakawekewa milango, wakawekewa dirisha za chuma. Ungeona zile mattress walikuwa nalala chini nazo na ikajengwa na mawe. Ile ina mirukio na simiti na nini na inakaanga sana. Ingine permanent. Yes, ili semi permanent. Ilimalizwa na siku moja. Wakanunuliwa beds za watoto, hizi double decker na nini na furnitures. Huyo mama aliingia kwa hiyo kitanda akalilia Mungu. Kamuuliza Mungu unakujaga hivyo? So ndivyo nasema kuna kitu inakuja Mungu anakutendea unafanya na Mungu anakukumbuka. So huyu mama amekuwa kikaa kwa iniro, anachunga huyu iniro mkongwe na masters mingi sana. Sasa hiyo tu ilianza tu na kwenda hiyo haya alikuwa anaenda ni bet. Unajua sasa wenye wanatazama wanaona sasa amekuja tu kubet. Yes. Kumbe ajenda yake ni kusaidia ni kusaidia maskini. Reule kuna mjamaa alikuwa anaitwa Otieno sometimes back akakutana na mzee fulani. Akamuuliza, "Si unionyesha banki inaitwa Uhuru Bank?" Akamwambia ni sawa. Okay, so kumsalimia alimsalimia na mkono. Wakati alimsalimia na mkono hivi, hajui what happened. Walianza kufuatana. Sasa wakaenda wakiongea. Akamuuliza, "Una account wewe uko Uhuru Bank?" Mimi niko nayo. Iko na pesa. Iko nayo. So ameanza sasa kuitekia gotari itherũ. Aya, so amemuitekia kuitekia. Imagine ati alifika huko kwa hiyo bank. Wakati waliingia huko walichukua tu karatasi ya withdraw. Aja. Withdraw pesa. Mtu hata hajui. Hata hajai aka withdraw 1,000. Withdraw 1,300 wakatoka. Kutoka huyo mzee alikuwa amemshikia simu hivi. Unaelewa? Ameshikia huyu mtu simu. Huyu sasa aka mzee sasa. So wakitoka nje sasa ya bank walikutana sasa na wazee wengine. So kumbe ni walikuwa na haka kamzee kamjamaa. So kakapatiwa pesa. Akaambiwa sasa enda salama. Akawaambia asante sana. Huyo amesonga. Amewatolewa pesa na anawaambia asante sana. Saitani. Akawaambia asante sana. Akaambia after kuenda after 20 minutes akiulia come to think about this. Where am I? Niko aje? Guy. Wakati alifikiria what happened, alipiga duru. Akaanza kutoa nguo. Hata watu wenye wanamjua. Kwa sababu alikuwa ameajiriwa mahali. Hata wenye anapiga duru, watu wanapita hapa. Kwa sababu sasa amechizi kabisa. Alafu hata venye unasema unaambia nani atakubali. Alafu mtu anaweza sema 300 utatolewa. So hii mambo ya ngeivi hiyo tutafanya na hivi kama high five. Asante sana kwa corona. Exactly. Najua mimi ni muziki, mimi ni mgonjwa, si ndio? Hiyo pesa yangu mlipeleka nayo hospitali. Mimi nasikia kujinyonga. Ako na depression kabisa. From 3 yote. Wote ni my enemies. Anadansingi tu usiku anaita Nyawira. Nyawira. Ndio huyo akatereza. Aya.
smartness yangu mkate hapo. Sasa hana wallet, Hana wallet, hana nguo. Mimi ninaona the good thing ni kuita pasta. Sijakuja maombi, unasikia? Sijakuja maombi kwa chama. Sasa mimi nafikiri tunaongeaga na Mungu story gani na gani? Enda! Bila pesa. Unapoteza wakati. Hata tutakuambia. Mimi lekeni ndimwambie mama Gathoni yako wako na shida. Jua huyu kijana wake. Akaniambia mimi venye nasikia. Mimi nasikia kujinyoka nisiokuwe naona huyu kijana. Stress At that tunasema juu ya mtoto. Mtoto wako akaenda wazimu na safira aje. hiyo ni painful. Kisha tukiongea hapo huyo kijana akapita. Anatufanya hivi. Aya. Mnacheka. So kaniambia sasa angalia. Huyu mjamaa ni graduate. Lakini watu walikuwa wanasema ati ni kurogwa amerogwa. Si kurogwa. Tingamulia si kurogwa. Si hata mimi pia najua nafikiri ni kurogwa alirogwa. Akaniambia hapana. Akaniambia what he did alipata girlfriend kwa akiwa university. Msichana alikuwa nyuma yake. Naye alikuwa mbele yake na 1 year. So huyu msichana alikuwa ametoka mahali si nini? Yaani alikuwa ametoka kwa familia apua family. Msichana sasa. Yes. So kijana ile pocket alikuwa anapatiwa na mama yake ndio ilikuwa inalisha nani? Ina maintain msichana na hata wakati mwingine ana save alikuwa pia anaitisha pesa wakati mwingine mpaka anashindwa hii pesa bado inaenda wapi. Kumbe yeye ndiye anasomesha mpaka msichana na bado ni so akikimbizana na tumbasali alikuwa anakimbizana na yake na ya msichana. So si alitoka mbele ya msichana. So wakati yeye alitoka yule msichana aliolewa na mtu mwingine. Sikieni maisha. Aliolewa na msichana na mwanamume mwingine. Kijana akajua si akachizi. Utaenda wazimu. You cannot imagine how much you have lost. What you have invested. Yes, in this person. Unataka kuniambia wewe uenda wazimu umetoka kwa mapenzi? Sio kurogwa. Exactly. So wakati alifanya nini? Aliona sasa hana lake. Huyu msichana sasa ameolewa na mtu ako na vitu. Sasa yeye amemfundishia msichana na yeye msichana ametoka. Ati hata siku moja alienda kwa hiyo boma huyo msichana Alikuwa akaambiwa nitakugonga bunduki. Huyu ni bibi yako. Na huyo sasa mzee. Mtu umefunza miaka 4. Akifiatuka wakati alifiatuka akili. Hajawahi rudi normal. So mama yake alikuwa ananiambia hata usiku alikuwa anadansingi tu usiku anaita Nyawera huyo msichana. Na sasa huyo hata labda wanawake hatakaki kuona mambo. Wacha. Ati hata mama yake kumpatia chakula inakuwa ni shida. Anasemanga nyinyi wanawake. Anaita mpaka mamake wanawake. Now aliniambia atampeleka rehab mara ya 3 na aliambiwa ati wakati alikuwa huko alikuwa mzuri. So akaniambia mimi hata nikimpeleka mara ya 3 hata pia ataenda kuombewa. Na kwa pia let me tell you. Huyo kijana anateseka na ameteseka. Sasa mama yake ananiuliza, sasa hiyo pesa yote nimeinvest na unajua university inakuwa kali sana. Na labda hata alikuwa parallel. Yeye alikuwa ile alikuwa parallel. Alikuwa amepita vizuri. But now sasa hiyo imesonga. Mama yake hana chochote. Si ni mama mwenye aliuza kila kitu. Exactly. Ndio maintain hao watoto wa huyo. Kwani unafikiri ni nani? Si nimeona venye unamuelezea. Saa hii hata huyo mama naona kama ataenda wazimu. Ako na depression kabisa. Saa hii hata aonangi watu
kwa barabara. Lakini nafikiria vijana wanafaa kulani lesson. Mtu kama sio bibi yako, uko shule, nyinyi wote ni wanafunzi, si mtu asomeshwe na wazazi wake. Na mapenzi mtu akue kama ni mapenzi mkue na mapenzi, lakini majukumu yenye inahusu pesa acha kujiwekea muziki. Ni kama huyo mtu umepeleka nyumbani. Ni kama hiyo, ni kama tu gari ya munyaka juu hata mwenye ukaenda huko nje ni gambling. Hata ukikosa kumsomesha tanda ugapo mwingine umlipie maternity, umlinunulie boza mtoto, na hata labda mtoto siwa. Na hiyo mapenzi ya shule inakuwa mbaya, na wengi sana wanaumia. Kunao wanatoana huko na wanaoana vizuri, lakini the greatest na ile parasite kubwa wengi ni hao vijana wanafaa wasome, na hata wasichana na wao hii tabia ya kwenda kujishikilia vijana wa wenyewe ati unataka atumie pesa yako yake yote kuchunga wewe, na wewe unajua vizuri hauko serious. Na pia wasichana na wao hata pia wao wanafaa wajichunge sikio. Yaani wanachuherera au tutu vijana kiza anasema mimi sitaki mtu mwenye amechoka anaenda kwa mzee. Shule hii iko hapa juu, hata inaweza shangaza mtu. Shule imefanya. Jana nilikuwa naenda kwa soko, nikakuta Mr. Wema. Si unajua ule mwalimu wao mzee anaitwa Mr. Wema. Mr. Wema ati nikakuta akichapia baba wengine hapo. Kuchapa story. Yaani anawachapia anawachapia story ya shule. Sasa juu nilikuwa nimeenda kusiaga mahindi, nikasimama hapo nikasikiza. Ati imagine ati shule yao hiyo iko hapo, ati form 3 wote ni my enemies. Ati form 3 yote wanaongeana na mwingine. Wanashurugana wote. Ni sasa shule ya wasichana ama ni ya ni wasichana ama ni mixed? Hapana, ni ya wasichana. Lakini hapo juu ndipo ya boys iko. Ni ya wasichana. Imagine shule yote watu wote ni maadui. Sasa akasema a whole class form 3 hakuna mtu anaongea na mwingine. Sasa kuna kaaga aje. Si ndio hiyo ndio imewapea stress, hata ndiye maana alikuwa na seek advice kwani kutafanywa nini. Alikuwa anasema wanafikiria ni vile watoto wanafikanga hii age ya adolescence wanaanza kudharauliana sana. Ya whole class. Hata nikupendana huwa wana group, wanaanza tu groups. Sasa hao wako enemies. Hao wako na uenemy mwingi sana. Sasa Mr. Wema nikasikia mzee ako hapa amemwambia aje, mwalimu acha kuchoka, ende uambie hao wasichana aje kama uko na maadui 3 uokote kakoto gunia 3. Kama uko na hivi hata nilicheka. Ati kama uko na maadui 5 uokote kakoto gunia 5. Ubebe hiyo kakoto, ubebe. Usikie nini uzito wa uenenete. Uzito wa enmity. Usikie hiyo uzito. Hiyo kunyamaziana. Ukibeba mtu kwa roho, ujue ni kama vile umebeba gunia ya kakoto. Sasa kama uko na maadui 10, ubebe gunia 10 za kakoto. Sasa ujue hiyo uzito ati ndio uko nayo. Gai. Walifanya hivi. Sasa utakosa kutii mwalimu? Hapana. Waliweza kubeba. Si ndio? Na mtu akibeba anaweka chini. Akiweka chini anaambiwa ongelesha adui yako sasa. Huyo mmoja mwenye usibebe gunia usichoke. Hakumalizia punishment hapo. Akamwambia sasa wataenda mguu mpaka ile shule iko pale juu ya boys. Wasikie vile uenemete mtu anachokanga akiwa ameubeba. So wambembe hiyo ngonia waende kule. Sasa kama ukona enemies 5 ubebe gunia 5 za kakoto. Unaweza fikisha pale. Sasa kwani utabeba? Si uadui itaishia hapo sasa. Hata huwezi toka hapa ufike pale. Mimi unajua venye ningekuwa nafanya. Wewe gadhani? Ruse. Mere na hapo kuja. Tunauliza nije. Ni nini tunaulizanaga? And in fact hata nimekuforgive venye unilifanya. Hiyo sasa. Na wewe sasa sio
nisamehe niache kubeba kokoto tena. Hey! Aya, that's what they did. Waliongea wote pamoja, wakasameheana, wakakuwa marafiki, wakakuwa brothers keeper na shule. Halo. Ate doi. Wacha. Hapo madeni kuambie, I'm not accepting baba wa elimu. No. Ati yako kwa gate. Nakwambia mimi sifungulii mtu. Yes. Wazee watano. Hata wakifika 10 sifungui. Sometimes mnanibebanga aje madhe. Sinakwambia venye I have suffered. Na si kwanza alienda kwa mwanamke, kwani yule mwanamke amekuwa nini? Kwani sasa imekuwa ni mimi sasa mzuri? Mimi hebu nikwambie mimi nimesema mimi sikubali. Mimi siwezi kubali. Ati? Hebu nikuulize, wewe nawe unakuja na wanawake 5? Hebu nikwambie mama, kama hamtaki aibu kutoka kwangu. Na unaona venye mimi niliwanyamazia. Mimi hata niko na wageni kwa nyumba. Mimi sitaki watu. Kazi ya walimu iko huku. Wamekuja kumuimbia happy birthday, wamejaa huku. Higura. Hebu nikwambie mama, kama huyo kijana yako alikataa kurainika kama raini ya kahawa, mimi sina shida. Sasa walimaliza kubeba kokoto ama walifanya? Si walisameheana na wakapendana. Na huyo mwalimu venye alifanya hiyo kitendo akakuwa the best teacher. Wow. Juu alionekana hata yeye ametumia akili mingi sana. Msichana anafanya kazi kwa bank na bwanake alikuwa mwizi. Si bwanake alishikwa. Akaenda kumwangalia. Huyo msichana akaenda kumwangalia siku 2, miezi 2. Kila mwezi anaenda mara 2. Kukaa mother-in-law akamwambia alikuwa mwizi alafu akashikwa na akafungwa. Lakini alikuwa amepewa miaka 8. Kijana akashikwa. Mother-in-law unajua alimwambia nini? Unaona mwenzako ako wapi? Ako jela. Na unafanya nini hapa? Unaona kama niko na wanaume wengine wanaweza kuwa. Enda akitoka jela utajua kama utaenda kwake ama kama anakutaka atakuji. Si mother-in-laws wote wazuri. Sio wote wazuri. Thank God for hiyo unique word. Na gedha imeenda. Yaani hawako wanakuja ama leo hakukua date ya meeting. Kama kunaenda aje. Labda kulikuwa ama wamefungwa tu unajua. Bora ni lazima ni ya meeting kwa sababu kage kwa ameacha gate. Unajua natumiwa message hapa. Unajua Kaniaru alipata job. Alipata nini, alikuwa ameapply kazi. Akaitiwa interview. Sasa ni mjana mwingine anani-update hiyo story. Kaniaru aliapply job, akaitiwa interview ilikuwa ya jana. We kijana ati akaamka mapema, akang'ara, akavaa suti na hananga 2. Actually shirt ni kuomba alikuwa ameomba. So alikuwa tu na trouser na koti. Na kiatu akapolish, alikuwa smart. Katoka na wallet akaipiga mfuko na ina kitu. Na nini documents zake akabeba vizuri. Na kulikuwa mapema hapo kitu 7:30. Kuna kwenye alikuwa anaenda kuna pahali itahitaji across ka mto. Na venye kumenyesha. Kufika hapo akienda kuvuka ndio huyo akatereza. Ndio hiyo wallet ikaenda na maji. Niambie kama ingekuwa wewe ungefanya aje? Akaona hii siwezi acha.
wallet. Kwanza anaiangalia kwa maji, anaona venye imekwama kwa majani huko. Akajua hiyo hawezi acha. Lakini sasa ako na hii nguo na ni moja, hana suti nyingine. Kanialu akasema sasa hapa nitatoa hizi nguo nizifiche, niingie kwa maji kama nataka kuswim, niende nikatoa ile wallet. Na kwa sababu hakukuwa na mtu hapo area akafanya hivyo. Alitoa nguo akaziweka pahali. Yeye akili yake ilimwambia ameficha. Akaingia akaendea wallet. Akiwa tu huko aking'ang'ana kuchukua wallet. Ndio hao vijana wakienda shule. Shetani yana adabu. Kwanza walikuwa na mabaiskeli. Kufika pale wakaona tusuti tumepakiwa pale. Kuangalia wakaona mtu hapo pale, ako ndani na ana nguo. Vijana na tabia yao unawajua. Wakachukua nguo. Katoroka nazo. Kanialu kuona vijana wakikimbia sini kutoka mbio. Kwanza kuambia Ana nguo suti yangu naenda interview, achaneni nazo. Hiyo anaenda hivyo, ako peke. Ako free. Akafika mahali, akaona sasa unajua kumeanza kukucha, jua imeanza kuwaka, watu wameanza kutokea sasa kwa mabarabara. Akaona hapa sasa hapana. Sitajiandika hivi. Sasa hana wallet na hana nguo. Sasa hawa ndio watu hawa ni wanafikiria ni wazimu. Alijificha sasa pahali kwa bush. Akakaa. Duno alihave kuspend hapo siku mzima. Ataenda wapi? Hata yeye hawezi. Aligojea mpaka kukue usiku. Ati sasa ndio atoroke nyumbani kwa sababu sasa alikuwa akiona mtu anapitia karibu na bush anamwambia amsaidie na nguo. Ataona kama ni wazimu. Anatoroka. Kila mtu akimuona anatoroka. Nakwambia Kanialu alispend the whole day akiwa amejificha. Kuna venye ninasikia maukali ziko kwa kichwa. Zinatiririka hivi. Niwaulize tu. Si mimi munitoe kwa trip. Nyinyi mujipage kivyenu, kwani mimi ndio basi ama barabara? Na sisi tunashindwa kuwa rifanda. Gasharu. Wewe nyamaza kwanza huko. Umekaa kwa hii chama miaka ngapi? Na umekuja hapa na mdomo. Mimi hakuna tipu yenye ninaenda. Lakini si tukikuja tulisema kila mtu lazima aende trip. Sasa nao sisi kuwa mimi naangalia kama jea. Everybody lazima ataenda trip. Kama mimi ninaenda. Sijamaliza. Na ile pesa tulikuwa tunasema tutakata member ndio tuende, bado itakuwa hapo, tutaenda kuiskonda. Whether uko there or not. Sasa ile imenikasirisha sana. Ati mtanilazimisha ninunue nguo na sitatoa pesa hapo. Kama mnataka tuende na nyinyi, smartness yangu mkate hapo ama mnipatie pesa yangu mimi nibaki kwa kijiji. Sawa? Hiyo maisha nazo ataanza kunipangia hapo ati tunasema naga go smart. Hakuna rules tunaenda usana hapa. Hakuna rules change. Pesa ipi nasaidia kwenda kufuta huko. Pesa utakuja nikule nini? Unasikia wewe? Important ya trip inataka uende na lazima tuende tukiwa sisi wote ili kila mtu abenefit. Akili yako imebeba mambo mingi sana. Unaiona? Uende fresh. Unaona nini kwa akili yangu wewe? Hata vile unaongea kwa sababu sijui hakuna mtu stempo. Hakuna mtu stempo anaongea kama mwenda wazimu kabisa. Na ndio maana ninasema nipatie pesa za. Hiyo kali unaongeaga nayo Asharu kwa hapa. Inaonekana uko na stress. Ni machungu ya maisha. Sasa nitaenda huko ni Namaseni, the sharing this conclusion. Ate tunaenda Mombasa sisi yote. Hiyo tunaenda kulala nyumba ya pesa ngapi? Usijali. Nisijali pesa yangu. Inatoshana na hiyo pesa yako. Mimi tukienda sitalala. Aya, utaketi nitaka huko kwa maji huko. Kunaitwa aje huko kwa kando. Jiulize kwa nini mtu hata hawezi si na anasema sio mgonjwa. You are mean to even yourself. Sasa hiyo pesa nimejua mimi ni musiki, mimi ni mgonjwa, si ndio? Hiyo pesa yangu mlipeleka nayo hospitali. Gadia isi. Hapana. Mimi hakuna sababu yenye ninaenda. Gasharu unahitaji kwenda. Si mnasema mimi ni mgonjwa? Na watu wengine hata wanaona ati kichwa yangu venye imebeba. Sijui imebeba containers gapi za stress. Hiyo pesa yangu mnipeleke nayo hospitali. Gadia isi. Unasikia
Unasikia maneno yenye unafanya? Yes. Unajua Madam Tia niko na solution Yes. ya mambo yenye imekuwa ikitendeka kwa hii group. Yes, sema. Naona the good thing ni kuita pastor, tuombee members wa hii group, ndio mambo zingine hata ziishe. One, watu wamekuwa wakitusiana. Yes. Two, watu wamekuwa wachawi. Yes. Tumekuwa tukisikia stories sijui mambo yanafanyika nini. Mimi ninaona the good thing ni kuita pastor akuje atuombe hata before tuende Mombasa na ndio tusirogwe. Tuite pastor akuje atuombe ndio kila mtu akuwe ameokoka. Sasa sijui kwa nini Bigeni magoti. Pastor akuja na nisijaribu kuambiwa hapa ati niokoke It is a very good idea watu waombewe, lakini acha kuambia watu waokoke. si waambi waokoke. Mimi ya nimesema maombi ninajua kuchapisha na God. Ati niombe. wewe unaomba nini? Mbona sasa kila wakati unateta? Mimi siteti. Mimi naongeanga. Mimi unafikiri tunaongeanga na Mungu story gani na gani? Nimesema tu watu waombewe generally. Number 2. Mimi sihitaji maombi ya mtu kukuja niwaje kufanya hivi. Waliacha kuomba. Niekelewa mikono yani iko na demons. Tulikuja hapa kuwe stress. Stress Sasa huyu hata tangu Nani aombewe? wewe tangu tulikuja you have never changed. Nauliza aje? Na juu ya Ninaomba change. nifanye nini Kuombewa ama change? kukosa kuombewa. Mimi Kwa chama sijakuja maombi, unasikia? Sijakuja maombi kwa chama. Nimekuja kushikana na nyinyi tufanye mambo ya kutufanyia mambo mzuri. Nadhani hii Kama ni group kuongea na God, hata wewe unaongeaga na yeye. Tuambiwe Niombe. vizuri. Ni nini ninahitaji? hii ni Hata umwambia stress free. niletee. Hii ni stress Kisha free. Mungu Kenya ninahitaji saa hii. Tuombewe, mimi hapa si bwana. pastor, tuombewe. Hiyo ithire. Gasharu akona Hiyo shida. ithire. Kukuriko. Pastor will save us in this. No. Pastor will save us I'm in saying. Sasa hiyo iishe. Mimi ndio Hapana, mimi wala sitaombewa na nimesema sasa tunyamazie hapo. Kama tunanyamazia hapo, mimi nihesabiwe pesa zangu, nirudishiwe, kwa sababu siwezi endelea kukaa na watu wenye wanaongea hivi na hawakubali shida yao waombewe ndio iishe. Wewe ndio unajua shida yetu. Ngera. Ngoja. Kuombe ndio inafanya uende. Enda. Bila pesa. Unapoteza wakati. Hata tutakutumia. Hii kupata sijui nilianza. Enda huko. Ona mlango. Hai. Hata Mtu mtu anajifanya wapi? Nonsense. Mimi sikuwa nafikiria atakuja kuniaibisha kunileta mambo. Alafu hebu nikuulize. sasa kio ndio aterere. Lazima mtu aokoke kwenye ameokoka. Kwani anaforce watu Wacha hivyo. Ati sahi tufanye hesabu. Mimi nataka tufanye hivi. Mtu na faith yake akae. Wacha kutundikitetia venye tutakaa. Tunamtoa chama ama The next thing atatuambia tufunge hizo vitu kwa Yes. timu. Mtu Anatuingiza hata sana kwa wokovu hata haendi. The next thing atakwambia ufunge hiyo. Mimi nikikuja kwa chama nimepita hii njia ya juu. Mnajua Gasharu ule mtoto wake anasemanga aliuawa accidentally. Yes. Atina wakora. Yeah. msinikupushe hiyo. Haki ya Mungu mimi nimeshtuka. Mimi hata sitaki kunareti hiyo story. Pana. Mimi Gasharu hata sita gai. Unasema Gasharu huyu mmoja. Huyu wa chama. Tuambie. Una imagine huyo mtoto Gasharu anasemanga ati aliuawa na wakora. Na nimekuta Hapana. Nyamaza. Kutembea kwake. Eh. Unasikia? Alikuwa amefuata Gasharu sijui ni nini Gasharu aliacha ameiba Geshagi. Ni mwizi tunakuaga na yeye hapa stress. Gasharu ni yeye alikuwa ameiba. Brother ya Gasharu akamfuata mpaka hapa juu kwake. Sasa nikakuta brother yake akimshambulia juu kenye Gasharu alikuwa ameiba amekipata kwake. Kwa nani? Nilikuwa nimechukua kitu ya mama yangu, si ya brother yangu. Na wewe si wewe. Nyamaza. Lazima niseme hapa. Mimi naona tukiokoka. Ni vizuri watu Nyamaza. Haya sikizeni vizuri. Atituokoka. Nakwambia ni kama vile naweza enda kwetu nyumbani ning'oke na hii jug. Brother yangu afuate kujua hii jug imeenda wapi. Akute aikute kwangu. Na mimi nimeishi kuwadanganya ati mtoto wangu aliuawa accidentally. Na wakora. lakini alituambia hivyo na tukamsaidia. Naona? Nani aliua?
Si ugoje. Saa hii brother yake sisi hatukuwa tunajua, sisi tulikuwa tunaamini aliuawa na wakora. Juu hata mimi naweza enda na niuawe na huko. Kumbe kijana wa Gasharu alikuwa ameiba. Ndio akauawa na mob justice. Hawa ni nini? Yaani Goja, unaona huyo brother kunyamaza kwanza wewe. Unaona huyo vizuri sana. Goja, msikilizeni na msikilize vizuri. Hata chief alikuwa hapo. Chief ni baba yako. We. Na unataka kutudanganya na usianze kutudanganya. Si wadanganyi. Si mnasema brother, Baragetei mimi niko sasa center. si tuongee mmoja. No hivyo nasema mkipigana si huku kwangu ndiko mtamwaga damu. Hatupigani. Unataka kuniambia Gasharu ni mwizi, mtoto wake ni mwizi. Like mother like daughter like son. Niliiba kitu ya mama yangu. Nani mama yangu hapa? Huyo brother yangu kwanza alikuwa anaonea mtoto wangu wivu sana. We. Unasikia? Na walikuwa wanatafuta venye atakufa, alikufa. Mlimkula. Brother yangu alimkula. Unasikia venye tulipelekana na yeye. Nilimwambia hiyo kitu ni ya mama yangu. Relax. Mtoto wangu hakukuwa mwizi na mimi sikuiba kwa mama yangu. Nilichukua kitu ya mama yangu. Mama yangu ni mama yako. Bradake alikuambia alikuwa ameiba. Mimi sinaga bwanake. Hebu nikwambie na watu wasome hivi. Hakuna mtu anapendanga kuibiwa. Hakuna. Kuna boma moja mama alikuwa anaibiwa na hakukuwa anajua ni nani ama nani anaiba. Siku ya kwanza akaona cups zenye zilikuwa kwa nyumba zimeenda. Akauliza hapa hakukuwa na vikombe. Angasijui wote. Haya, kukaibiwa wakati fridge iliibiwa sasa. Akasema sasa lazima hata mimi nizingire nyumba yangu. Kwenye alienda kupatiwa usaidizi. Ati ndio Kwaje alikuja kwangu usiniangalie hizo. The truth always hurt. So wakati alienda kutafuta dawa ya kuzingira nyumba yake, aliambiwa kikulacho kinguoni mo. Akasema mimi sijali, kikulacho ni kuguni. Hapana. Sasa alienda akakunja na dawa. Akaambiwa hii dawa ukienda ukiangusha hapo mwenye kwa sababu ni mtu anatembea kwako, mwenye atakunja akanyange mahali utamwaga hii, utaenda ukoroge hii dawa umwaga a good space. Mwenye atakuwa amefanya hivyo atakunja hapo aanguke. Akasema afadhali aanguke ni mjue. After siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, kijana yake mmoja alikuwa na kunywa tupombe twake, hakukuwa amekuja siku ngapi. Wakati alikanyanga hapo, huyo kijana akaanguka na akakufa. So alijirogea mwenyewe. Lakini hata huyo wako ndio anafaa kukuiba. Lakini hata hiyo ndio kuna kuiba na kuchukua. Hapana. Kuiba kama sijakutolea kisu, sijachukulia mama yangu buduki. By the way, mind your own business, my dear ones. Mbona mtu agoje niende nikaibe kwa mama yake? As long as sijakuruhusu kuchukua hiyo kitu. Na kwa nini unaongea vibaya na kitu? Ninaongea vibaya juu ninajua kuongea vibaya. Unaweza fanya kitu yenye hujui. Jibu. Unaweza fanya kitu yenye hujui. Nyamaza. Before unifanye nini? Stress free. Hebu toeni pesa twende, masaa inaenda. Haya, wewe huyu ako na ndani kwanza, umefanya vizuri leta sasa wizi ya Gasharu ndio imefanya mnimulike sasa. Ulikuwa mmekuja wizi ama kutoa pesa? Ndio nilianda kwa Pastor Mutuli. Yaani anakaa tu kikitu. Anakaa kikitu. Mtu alitoroka mmoja. Msichana akakubali kutoa mimba. Haya. Washirika wengine wakakuja kutoka mbinguni.